Mambo vipi? Leo niko na bonge la story, hivyo kabla tujaendelea na story yetu, niko naomba subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Story yetu inaanzia katika kijiji kidogo kitwacho Mwembeni. Maisha yalikuwa utulivu, watu walikuwa wakilima, walikuwa wakichunga na walisaidiana kama ndugu. Lakini kwa miezi kadhaa hali ya utulivu ilianza kutoweka polepole. Malalamiko yalianza kuongezeka na watu walikuwa wakilalamika kupotelewa na vyombo vyao vya nyumbani, ndoo, majiko, redio, hadi mabati ya paa. Kitu cha kushangaza zaidi, wizi huo haukuwahi kuwa wa kuvunja. Nyumba zilikuwa salama, milango haikuvunjwa na hakuna aliyetiliwa shaka kwa muda mrefu. Polisi wa kijiji walishindwa kuelewa namna mali hizo zinavyopotea. Kijiji kilianza kuishi kwa wasiwasi. Mwenyekiti wa kijiji Bwana Kinondo alikuwa ni mtu mwenye heshima kubwa. Alimiliki duka kubwa kijijini lililojulikana kwa bei nzuri na bidhaa za kisasa. Watu wengi walimwamini na alionekana kama tegemeo la kijiji. Lakini kumbe nyuma ya pazia kulikuwa na siri nzito. Je, ni siri gani hiyo? Siku moja kijana mmoja aitwaye Mjomba Kazi, aliyekuwa fundi wa magari ya baiskeli, aliona ndoo aliyoitengeneza kwa mikono yake ikiwa kwenye rafu ya duka la mwenyekiti Kiondo. Alishtukia haraka, lakini kwa heshima ya mwenyekiti hakusema kitu. Alirudi nyumbani akiwa na wasiwasi. Ndani ya wiki hiyo aliona tena jiko alilomuuzia mama mmoja miaka 2 iliyopita pia lilikuwa dukani kwa mwenyekiti. Hapo ndipo hofu iligeuka kuwa shaka. Mjomba Kazi aliwaita vijana wachache waliokuwa na mashaka kama yeye, akawashirikisha alichokiona. Walikubaliana kumvizia mwenyekiti usiku mmoja, wakiamini huenda kuna mtu anayemuuzia mali hizo kwa siri na kwamba mwenyekiti hakuwa anahusika moja kwa moja. Siku ya Alhamisi usiku, vijana 5 walijificha karibu na duka. Walikaa kimya hadi saa 8 usiku, na walichokiona kiliwashangaza. Mtu aliyevaa kofia kubwa na koti jeupe alifika akibeba magunia 2. Mwenyekiti mwenyewe alitoka ndani ya nyumba yake akapokea mzigo huo na wakakumbatiana kwa furaha. Haikuwa mara moja, vijana waliamua kuendelea kuvizia kwa siku 3 mfululizo, na kila siku usiku mtu huyo alifika na mizigo. Walipopiga picha za tukio hilo kwa simu ya mmoja wao, waligundua kuwa mtu huyo alikuwa ni Jamaa Shombe, kijana aliyekuwa msaidizi wa masuala ya usafi kijijini. Mjomba Kazi aliandaa mkutano wa siri na wazee wa kijiji, akawapa ushahidi wa picha. Wazee walishangaa sana, maana Shombe alikuwa ni mtu wa kawaida tu asiyeonekana kuwa na uhalifu. Siku iliyofuata mkutano wa dharura uliitishwa na mwenyekiti Kiondo mwenyewe, akidai kumwaga taarifa za usalama. Alipoanza kuzungumza, Mjomba Kazi alisimama na kuomba kuchangia. Aliporuhusiwa, aliwasilisha picha zile kwa kila mzee wa kijiji. Ghafla hali ikabadilika. Mwenyekiti alikosa maneno. Mwenyekiti Kiondo alionekana kuchanganyikiwa. Watu walianza kulalamika kwa sauti, kwa nini mali zetu ziko dukani kwako? Mwenyekiti, ulikuwa ukituibia wewe mwenyewe, tulikupa heshima. Kwa mara ya kwanza heshima ya mwenyekiti ilianza kuanguka mbele ya macho ya watu wake, lakini hiyo
ilikuwa ni mwanzo tu wa kuvumbua mtandao mkubwa wa wizi ulioenea kijijini. Baada ya kikao cha dharura kuvunjika, kwa taharuki, wazee wa kijiji waliamua kufanya uchunguzi wa kina kwa kushirikiana na askari wa kata. Shombe alikamatwa usiku huo huo na baada ya mahojiano makali alikiri kila kitu. Alieleza jinsi alivyoanzisha wizi huo baada ya kuona mwenyekiti anahitaji bidhaa nyingi za kuuza dukani, lakini bila kuuliza zilipotoka. Alidai kuwa mwenyekiti Kiondo alimwelekeza wazi wazi, kama ukileta vitu safi vya bei rahisi, sitakuuliza ulivipataje. Shombe aliyekuwa na changamoto ya maisha aliona hiyo kama nafasi ya kujipatia kipato. Akaanza kuiba taratibu, vitu vidogo vidogo kama vikombe, ndoo, majiko, lakini alipoona hakuna anayeshtuka, akaongeza ukubwa wa vitu hadi mabati na redio. Habari zilienea kijijini kama moto polini. Watu walikusanyika mbele ya duka la mwenyekiti, walitaka kupora mali zote. Hata hivyo, wazee walituliza ghasia hizo na wakaahidi kuwa sheria itachukua mkondo wake. Duka la mwenyekiti lilifungwa kwa muda. Orodha ya vitu vilivyokuwa dukani ililinganishwa na ripoti za vitu vilivyoibiwa. Zaidi ya 70% ya vitu vilivyopotea vilipatikana dukani hapo. Ilikuwa ni aibu ya mwaka. Polisi wa wilaya walipofika, mwenyekiti Kiondo alikamatwa rasmi. Alijitetea kuwa hakujua bidhaa hizo ni za wizi, ila ushahidi wa picha na maelezo ya Shombe vilikuwa na uzito mkubwa. Katika mahojiano, alikiri kosa lake kwa heshima. Akasema, nilikubali bidhaa ni kweli, lakini sikujua moja kwa moja ni za watu wa kijiji. Lakini walipoonyeshwa picha zake akipokea mizigo usiku, alinyamaza. Mwezi mmoja baadaye, kesi ilifikishwa mahakamani. Kiondo na Shombe walihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela, huku wakitakiwa kufidia hasara ya kijiji. Mali zote zilizopatikana zilirudishwa kwa wamiliki wake. Wakazi wa kijiji walifanya uchaguzi mpya wa viongozi. Mjomba kazi aliyefichua ukweli alichaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa kijiji cha Mwembeni. Kijiji cha Mwembeni kilianza maisha mapya. Watu walijifunza umuhimu wa kutokuwa vipofu kwa heshima za nje. Waliweka mifumo madhubuti ya usalama na ufuatiliaji wa mali kijijini. Mjomba kazi aliunda kamati ya uwajibikaji iliyoongoza shughuli zote za kijiji. Alihimiza vijana kuwa waaminifu na kuanzisha vikundi vya ujasiriamali badala ya wizi. Akiwa gerezani, Shombe aliandika barua ya toba kwa wanakijiji. Alikiri kosa lake, akaomba msamaha na kuahidi kuwa akitoka atatumikia kijiji kwa moyo wote. Barua hiyo ilisomwa hadharani na ingawa wengi walikasirika, baadhi waliguswa na maneno yake. Mjomba kazi alipendekeza kuwa baada ya kifungo apewe nafasi ya pili. Katika kila kikao, wazee walikumbusha kijiji kuwa uongozi usiokuwa na uadilifu ni hatari kuliko wizi wenyewe. Kila mtu alikumbuka jinsi walivyompigia makofi Kiondo, jinsi walivyolilia bidhaa zake, na sasa walielewa thamani ya ukweli. Katika miaka michache iliyofuata, Mwembeni iligeuka kuwa kijiji cha mfano. Wageni walikuja kujifunza kutoka kwao. Duka jipya liliitwa Duka la Haki, likiwa limeanzishwa na vijana waliokuwa waaminifu, na jina la mwenyekiti Kiondo
lilisahaulika katika historia, lakini somo lake liliishi. Usiamini sura, angalia tabia. Na huu ndio mwisho wa stori hii. Asante kwa kusikiliza.